Yes, bado tunakuletea habari za michezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Msimu wa 2024, 2025, timu nne kutoka Tanzania zilipata nafasi ya kuiwakilisha Tanzania kwenye mashindano ya vilabu bingwa, ambapo timu ya Azam na timu ya Yanga wao walisimama kuiwakilisha Tanzania kwenye mashindano ya vilabu bingwa barani Afrika, na timu ya Simba wao walisimama kwenye upande wa shirikisho. Azam walitolewa mapema kwenye raundi za kwanza, lakini Yanga wao walitolewa kwenye hatua ya makundi, ambapo ilibaki timu moja ambayo ilitinga robo finali, ambayo ni Simba Sports Club kutoka Tanzania. Na katika hatua ya robo finali, Simba walipangiwa kukutana na timu ya Al-Masry, wakongwe wa mpira wa miguu Afrika hawa, ambao wana historia nzuri kwenye mpira wa miguu Afrika. Kwa hiyo Simba ilianza kucheza mechi ya kwanza kule Misri, ambapo ilifungwa magoli 2-0, na hatimaye siku ya leo wamecheza katika uwanja wa Taifa, ambapo Simba walishinda magoli 2. Kwa hiyo iliwabidi kwenda kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty, ambapo Simba wameshinda penalty 4-2. Maana yake Waarabu Al-Masry wao walifunga 2 wakakosa 2, lakini Simba wameshinda zote. Kwa maana hiyo basi, kwa kufika hapo, Simba wamefanikiwa kutinga nusu fainali katika kombe la shirikisho Afrika. Maana yake kutoka kwenye timu zote zilizokuwepo, maana kwenye robo fainali zinakuwepo timu 8, lakini sasa zimebaki timu 4 katika hili kombe la shirikisho, ambamo Simba ni kati ya hao 4 ambao watacheza nusu fainali. Ni kitu gani basi ambacho kitafuata hapo? Mimi nakuletea habari wewe mtazamaji ambaye umekuwa ni mdau wa michezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kukaa hapa kusikiliza kitu gani ambacho kitaendelea au kitu gani kitajiri ndani ya nusu fainali. Lakini kumbuka kwamba kutoka Misri Zamalek pia wametolewa leo. Kwa hiyo Simba anaweza kukutana na aliyekuwa mpinzani wa Zamalek au timu nyingine yoyote. Tusubirie CAF wao watapanga kikosi cha aina gani, Simba atakwenda kukutana na nani.